Uchochezi mwingine umeshaanza kuonekana kwa Dudu Baya na baadhi ya watu ambao wameanza kumchochea Wema na kusema ya kwamba inabidi akafanye pia DNA ili mradi pia waweze kujua kwamba je, mtoto ni wa Whozu ama si wa Whozu. Kama ni pandikizo la mbegu, basi majibu inabidi aje nayo hadharani na aweke kwa Watanzania. Kama kaamua kuweka kila kitu public, kaamua kumweka mtoto wake public, yani kilichomtokeaga Hamisa Mobeto, hivi sasa Wema inabidi pia na mwenye pia aweze kuandamwa ili mradi majibu yaje halali kabisa na yajulikane kwamba je, mtoto ni upandikizo la mbegu kama ilivyothibitishwa na Mange Kimambi na alivyosema kwamba kwenye hili sakata la IVF kwa Mange Kimambi kwenda nje ya Tanzania na kupandikizwa mbegu, inabidi ijulikane kwamba je, issue ni ya kweli ama sio ya kweli. Na kwenye hii issue ya kuweka wazi majibu, inabidi pia DNA test iweze kufanyiwa na tujue kwamba je, mtoto ni damu ya Whozu ama pia ni pandikizo la mbegu ambalo halihusiani pia na pia generation ya jitihada za kaka yetu Whozu kwenye swala zima la mbegu zake za kiume. Kwa hiyo kwenye mjadala mambo yameshaanza kujipa, watu wanaendelea kuchochea na Watanzania kama unavyojua wakilitaka la kwao, na sijajua pia unaweza kuwa ni miongoni mwa watu ambao unatamani sana kujua ukweli, kwa sababu ukiingia kwenye akaunti ya Instagram na sehemu mbalimbali peji za udaku unakutana pia na story ambazo zinashindwa kulink up. Yani sasa hivi kumekuwa na pande mbili. Kuna pande moja ya watu ambao wanaamini ya kwamba mtoto wa Wema ni mtoto wa Whozu 100%, alafu kuna pande nyingine wanaamini kwamba mtoto wa Wema sio mtoto wa Whozu bali ni mtoto ambaye imetokana kwenye pandikizo la mbegu nje ya Tanzania. Sasa ni pande mbili ambazo zimekuwa na uzito ndani yake. Ukizingatia kwenye pande ya mtoto kuwa kwenye pandikizo la mbegu, kuna mtu kama Mange Kimambi ambaye amelisimamia sakata hilo na ameendelea kutoa uthibitisho ambao yeye anaujua, licha ya kwamba akasema hana muda wa kuzungumzia zaidi haya maswala. Lakini kama ingemkuta kipindi chake ambacho yupo kwenye udaku, angesema maneno mengi na angetoa uthibitisho ambao Watanzania wangeshika kichwa. Sasa nafikiri ni lazima ataendelea kwa confuse na kuwafanya baadhi ya watu ambao walikuwa wameshaanza kuamini na kuona kwamba Wema kajifungua salama, lakini zote ni jitihada za kaka yetu Whozu ambaye hivi sasa anasifiwa na amekuwa akionekana kama ndo shujaa, yani zaidi ya wanaume wote ambao Wema alishawahi kutembea nao, lakini Whozu kaonekana kuwa ni shujaa. Sasa isiye kuonekana Watanzania wanampa ushujaa Whozu, kumbe hakuna alichokifanya bali tu ilikuwa ni pandikizo la mbegu. So tusubiri na tuone kwamba je, hata kwenye issue ya DNA test itaweza kufanyika na je, Wema atakubali kufanya hivyo. Kama hatakubali, basi itabidi tujiongeze. Kama tutakuwa na D2 itabidi tujiongeze na kugundua kwamba aidha katika haya majibu mawili huenda kuna jibu moja ambalo liko flexible kabisa na liko wazi. Baada ya hizi propaganda ambazo zitakuwa zinaendelea, tutakuja kujua ukweli tu.